kulenywa mazagazaga kwaya injwa kando na machi kukabona machu wakusuwa mpaka kesho. Basi toto watu wakapona. Sasa ni oho kumoni ukubali neno la Mungu, ukombolewe, utolewe kwa minyororo. Mahali uliingizwa bila kujua, ujitoe. Mahali uliingia wewe mwenyewe, ujitoe ili uambatane na neno la Mungu na uambatane na Mungu. Bwana sifiwe sana. Kwa sababu saa hii watoto wetu tutawaachia nini? Hapo na Biblia inasema nitapita pale kuna mbingu tahukumu. Sasa saa yote kufikia kama ni mwezi wa 8 malaika anapita anakuta mbingu haina kumbilwa kwa sikira mtu akumba lugu. Hai tunandena mwana warige atadika kwenye wale tunandena unajua si mnajua vitu mlileta. Si mnajua mlienda Taveta. Si mnajua mlienda Tanzania. Si mnajua mali mlienda kama ni Ukambani. Si mnajua mlienda Mombasa kana mkaleta. Sasa ndio bana shirika lomba. Wale kwa lomba kusejinjiri. Maana ile kitu ambacho sasa kinatesa watu wanataka kuombewa kupoesha ile kitu. Lakini sio ati iondoleo. Kila mwezi unaona analeta nabii. Kila mwezi analeta nabii. Hivyo huyo mtu hataki hizo vitu ziondoke. Na malaika akipita na hukumu. Bwana asifiwe sana. Twende katika Samueli, malizie Samueli hapo. Samueli wa kwanza tutakwambia mali tutasoma. Samueli wa kwanza mlango utakueleza Samueli wa kwanza mlango wa pili. Samueli wa kwanza mlango wa pili kuanzia hapo kifungu cha 30. Umepata? Kifungu cha 30. Sababu hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema ni kweli nalisema ya kuwa nyumba yako na nyumba ya baba yako itakuwa mbele zangu milele. Lakini sasa Bwana asema jambo hili na liwe mbali nami. Kwa maana wao wanao niheshimu nitawaheshimu. Na wao wanao nidharau watadharauliwa kuwa si kitu. Angalia siku zinakuja nitakapoukata mkono wako na mkono wa mbali ya baba yako hata nyumbani mwako hata kwako mzee. Hapo Bwana asifiwe sana. Sasa unaona pale mbele tumesoma kwamba siku zake ziwe chache. Na pale tumerudi tukasoma kwamba Biblia inasema vizuri kabisa kwamba hawa watu ni wajeu bekandi ikansenyi lakini watamanya putunikiti beptesa. Haleluya. Hapo ndio Mungu sasa anasema hata bila nikuonyeke kwamba Bwana nakuneke maisha mengi, lakini mkono wako, kizazi chako, haleluya, kwamba hawatakuwa na maisha marefu.
na meri ya kuinja mbaki na miaka mrongo dabu ama baki na miaka mrongo na unyani ama baki na miaka mrongo ama. Haleluya. Sasa hiyo ndio hatutaki kukaa hivyo. Tunataka tuende maisha marefu ili tuondoe zile biko ambazo ziliwekwa. Na hata unapoona saa nyingine watu wanavunja madhabahu, kuna kitu ambacho hapa ni Mungu mwenyewe amesema. Kama unakuwa kama mjeuri, olale kipawa chako, hawataenda mbali. Hapa Biblia inasemaje japo jamani? Nasikia mama nani mamonja. Biblia hapo inasema wazi kabisa, wala Bwana mimi Mungu nilikuambia wewe utaishi na watoto wako watakaa katika nyumba na watabarikiwa na watakuwa na maisha marefu. Lakini kwa sababu kwa kamjeuri, kwa na mlungu na ndokunde kufunya, ola na punguza miaka yako, ola hata kichuku chako mtumino uboneka kwa mgosi. Ndio watu wafungui Biblia wakasoma wakaangalia kitu gani kinaendelea. Hawa ni watu ambao walikuwa katika madhabahu ya Mungu. Hawa ni watu walikuwa wanaabudu Mungu na wanajua, na hawa ni watu walikuwa na hata kama ni kuimba mpaka Mungu anashuka na wingu na wanamuona live. Lakini sasa angalia maisha yao. Angalia uzao wao. Ni watu waliokuwa wajeuri. Wameenda mpaka wakasahau kama wako na Mungu. Wameenda mpaka wakasahau kwamba waliitwa na Mungu. Wameenda mpaka wakasahau kama walitumwa na Mungu. Haleluya. Walienda mpaka wakasahau kama wao ni vyombo vya Mungu vinavyotakiwa kutumiwa na Mungu, vinavyotakiwa kutangaza ukuu wa Mungu. Walienda wakajiangusha na wakajichanganya na mataifa. Sasa hata mataifa akienda na miaka 30 na huko na miaka mmoja. Sasa saa hii Biblia inasema Bwana anataka kurudia kanisa. Na anaporudia kanisa, anapotaka kutakasa kanisa, anaanza katika madhabahu. Haleluya. Wale watu ambao wanasema Bwana asifiwe, gora Bwana ukaso nicha. Kumanyike na kuoneke kokona mlu. Hata unajua hata saa hii wachao unasema tu wao tunavunja madhabahu za wachao. Musaruki abanda. Oku nikusegaruki. Haleluya. Mchawi atakuokoka vipi? Wewe mwenyewe bado hujabadilika. Biblia inasema kwamba wajeuri, wenye jeuri. Mungu msadumu ni mjeuri. Wacha kwa sana mjeuri mkweka useni. Sasa ni wewe mwenyewe. Kanisa nilikimbie liangalie mwongozo wao na liangalie ukweli wao na waangasimame katika ukweli wa Mungu, na Mungu aanze kufanya kazi, na Mungu aonyeshe nguvu yake kulingana na kukomboa watu. Bwana asifiwe sana. Na Bwana atubariki. Wacha tuombe kwa ajili ya watu wa Mungu. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo,